Kama wewe ni msanii au producer ambaye kwa muda mrefu ulikuwa ukitamani sana kuweka nyimbo zako katika digital platform wewe mwenyewe, lakini unashindwa, mimi leo nimekuja na suluhisho hilo. Nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kupandisha nyimbo zako katika digital platform wewe mwenyewe. Una rekodi au msanii unachukua nyimbo yako kwa producer, una upload mwenyewe, inaenda Spotify, Apple Music, Shazam, TikTok, Boomplay na sehemu zingine zote mpaka Audiomack. Haijalishi una kompyuta, laptop, smartphone, hata hicho kismartphone chako cha mkopo kinaweza kikafanya hii shughuli na ikaenda. Sasa cha kufanya, kaa na mimi step by step mwanzo mpaka mwisho, na imani kabisa 100% ukifuatilia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho utaweza kujua hatua zote ambazo madistributor wale wanazifanya kuweka nyimbo zako katika digital platform. Na hapo utakuwa distributor ni wewe mwenyewe. Wasanii kama wakina Mbosso wanafanya nyimbo zao na wanaupload wao mwenyewe, na hata mimi pia nyimbo zangu huwa ninaweka mwenyewe katika digital platform. Sasa leo nataka nikuelekeze na wewe, hii ni siri ambayo watu wengi wamekuwa hawaijui. Ni rahisi mno kuweka nyimbo zako katika digital platform kama unavyonunua MB, na kuweka nyimbo moja MB ya 500 haiishi. Let's go. Sasa tunahitaji vitu vitatu peke yake ili tuweze kuweka nyimbo zetu katika digital platform. Kitu cha kwanza ambacho tunakihitaji ni website ambayo tutaitumia kwa ajili ya kupandishia kazi zetu, na kitu cha pili ambacho tunakihitaji ni wave audio ya wimbo wetu, na kitu cha tatu ni cover art, cover ambayo tutaitumia ili iweze kuonekana kwenye Spotify, TikTok kule, Boomplay, Audiomack, Shazam na sehemu zingine zote. Kitu cha kufanya, twende kwenye screen. Ukitizama hapa kwangu tayari nina vitu hivyo viwili. Nina audio yangu hii hapa, sawa, na nina cover hii hapa. Hii ndio cover yangu ambayo nimeitengeneza kupitia AI. Hii ni cover nimeitengeneza kupitia AI na nitakwenda kuitumia hii kuiupload. Sawa? Na kitu cha kwanza kabisa ambacho nitakuwa nikifanya ni kuiconvert hii cover. Kwa sababu nikiipandisha hivi kule kwenye website yangu wataikataa. Kwa nitaingia, nitaandika hapa 3000. Nikiandika hivi 3000 tayari itakuja hii, nitasearch hii kitu kama hiki. Alafu nitakuja hapa, nita click hii ya kwanza hapa juu. Lengo langu nataka ni convert ile picha ili kwenye digital platform wasikatae. Nita click tena hapa select image, na nikiklik hapa moja kwa moja itaenda kunichagulia kule kwenye mafaili yangu. Sijui umenielewa? Kwa hiyo itanileta sehemu kama hii. Mimi nitakuja hapa kwenye desktop na nitachagua picha yangu ambayo ni hii. Alafu nita click open. Kwa utasubiri kidogo kulingana na kompyuta yako the way inavyofanya kazi, kisha itakuwa imeshaleta hapa. Kishaleta tu hivi hapa hivi, hakuna mambo mengi, ishafanya hivi. Unabonyeza hapa kwenye downloads. Na baada ya hapo itakuwa imemaliza kudownload, na ukifungua hapa utaikuta ndo hii hapa ya juu hii. Imeandikwa that's good 300 nitaipeleka kwenye desktop. Baada ya hapo tutahitaji tupate distributor au digital platform ambayo sisi tutaitumia. Sawa, zipo nyingi sana. Kuna Digital Music, kuna DistroKid, kuna Fresh Tune, kuna Fine Tune, sijui na nini, lakini mimi huwa naitumia Amuse. Amuse ni application nzuri sana. Hawajanilipa kwa kufanyia promo, lakini na kulingana na experience yangu ambayo nimejaribu mara kwa mara, hawa washikaji wananifaa sana. Zipo pia website ambazo ni za bure lakini ni danger. Sikushauri utumie kwa sababu mimi pia zimenilostisha sana, na mpaka nikaja nikapoteza nyimbo zangu, lakini baadaye niliweza kuzirudisha na nikahamishia katika hii digital platform ambayo nailipia. Hizi digital platform kama Amuse, DistroKid na zingine, kwa msanii mmoja, ni kama ni msanii wewe unasimamia account yako, unaweza ukawa unalipia shilingi kama 60,000 kwa mwaka mzima kuendesha akaunti yako. Na kama unasimamia akaunti 2 za wasanii, unaweza ukawa unalipia kama 120,000, 130,000. Na kama unataka kulipia akaunti multiple account, inakuletea amount pale ambao unaleta. So tutakwenda kufungua Amuse. Hii ndio akaunti yangu ambayo mimi huwa natumia kufanyia distribution ya nyimbo zangu. Kwa hapo tutaisearch, tutaifungua, na inafunguka faster kulingana na speed yako ya internet. Mimi internet yangu iko slow by the way. Internet yangu iko slow siku ya leo, lakini nikasema sio shida, lazima nitumie hii internet ambayo iko slow kukuelekeza wewe vile ambavyo mimi huwa ninafanya. So let's wait. Nachelewa sana jamani, sijakuzoea hivi. Ngoja ni search hapa. Amuse hii hapa. Konta click hapo, and then tutasubiri kidogo iweze kufunguka. Very easy, very simple. Let's wait. Na kama video hii
itakusaidia, hakikisha umesubscribe kwa sababu katika video hii itakwenda kukufuta kile kitu ambacho ulikuwa ukijui. Hii ndivyo Amuse yangu jinsi inavyofunguka, ni slow but sure. Na sijui ni kwa nini inafunguka slow but sure, ni kwa sababu ya internet yangu iko slow. Hivi ndivyo the way ilivyofunguka, na hii ni nyimbo yangu ambayo nimeiachia siku sio nyingi. Kwa wale ambao mnifahamu YouTube, hapa pia na account nyingine inaitwa Makandi TZ. Hiyo ndio account yangu ya muziki, ukiacha hii ya production. Sasa mimi kwa sababu nimeshalipia kila kitu, imefunguka hapa. Lakini kama wewe ndio kwa mara ya kwanza, itafunguka katika sehemu ambayo itakuomba wewe ulogin. Na ukilogin itakuomba uchague kifurushi ambacho unakitaka, na katika kile kifurushi utahitaji uwe na account ile Visa Mastercard ya Airtel. Airtel mimi naiprefer sana, au kwa sababu ndo nimeitumia sana, ambao unaweza kulipia malipo ya mwaka mzima. Lakini ya Tigo kwangu mara kwanza najaribu alikataa. Au otherwise uwe na benki. Na benki ambayo inafanya malipo ya digital platform bila shida ni Equity. Mimi nilitumia Equity mara kwanza, benki yangu ya Equity, na mara pili nilitumia Airtel Money mobile yangu nikalipia. Kwa sasa ukishalipia unakwenda unachagua kitu ambacho wewe unakitaka. Mfano kama nikija hapa kwenye account, hivi ndivyo the way ambavyo account yangu inaonekana. Mimi nilipia account ambayo nasimamia nani mbili. Nasimamia account mbili. Na kama unavyoona hapa, hii professional unakuwa unalipia kwa mwezi, nitakuwa nalipia $5. Umeona? Kwa mwezi nalipia $5. Hii ni account ya professional ambayo ni kubwa kuliko ambayo mimi natumia. Mimi sasa hivi natumia artist. Na ukishalipia kwa mwaka unalipia $59 around $60 kama 100,000 na uchafu. Hivi hii ina support everything in Artist Plus. Kwa vile vitu vyote ambavyo unavipata hivi utavipata kule, lakini pia unaweza kusimamia wasanii kuanzia 3 mpaka wasiokuwa na kikomo. Kwa wale maproducer ambao wanataka msimamie watu, unaweza kulipia hii hapa. Na hii $60 it is around kama laki moja hivi na 50,000. Laki moja na 50,000 laki na 60 kwa mwaka mzima. Unasimamia kuanzia wasanii 3 mpaka wasanii ambao hawana ukomo. Lakini kama ni msanii ambao ni huko mwenyewe independent artist, unalipia dola kama kadhaa tu, kama shilingi 60,000 ya Kitanzania. Sijui umenielewa? Lakini pia inakuwa ina auto preserve kama ambao mimi naifanya sasa hivi. Umeona? Sasa hiyo sio shida. Shida ni kwamba tunahitaji tufanye release mpya. Kwa sababu tunahitaji kufanya release mpya, tutakuja hapa kwenye account yangu. Hii ndio account yangu ya Makandi. Hivi ndivyo the way ambavyo inafanyaje inaonekana. Hii ni Makandi hii hapa hii. Kwa hiyo nakuja hapa alipoandika music release. Baada ya kuwa nimeshalipia kile kitu nimefunguka, nitakuja hapa alipoandika music release. Nitabonyeza hapa kwenye music release. Nikishabonyeza itafunguka sehemu kama hizi hapa, naanza kujaza zile details za wimbo wangu. Kwa mara ya kwanza kabisa ndio una sign, itakwambia hapo uandike Makandi TZ au jina lako unalotumia la msanii utaandika hapa. Hapa. Unaona kwenye label. Hapa kwenye release title mimi nitaandika That's Good. Si ndio jina la wimbo wetu? Hivyo, That's Good. Umeona jina ni Makandi TZ. Na ukisha apply hivi kwa mara ya kwanza, yenyewe automatically itakutengenezea akaunti za Spotify, itakutengenezea akaunti zako za Boomplay, itakutengenezea akaunti zako za digital platform zote inatengeneza. So, ukikutana na distributor anakuambia nilipe nikufungulia akaunti za Spotify na wapi, anakuwa anakupiga, anakuibia bro. Kwa sasa nikishaandika hapa, nitakuja hapa kuandika huu wimbo wangu ni aina gani? Mimi nitaandika hapa ni hip hop bro. Hii ni hip hop rap. Alafu nitakuja hapa language ni lugha gani ambayo imetumika katika jina la wimbo. Umeona? Ni English. Hii jina la wimbo ni English. Umeona? Nitachagua hapo English. Alafu ananiuliza kwamba huu wimbo ulishawahi kutoka kabla? Nitaklik hapa no. Huu wimbo maana ni mpya, sijawahi kuuachia. Ila kama ushawahi kuutoa unaweza ka click hapo. Kwa hiyo hapa nita click yes, next, nitaenda upande mwingine. Hapa wananiomba ni upload nini? Ni upload ile cover art yangu sasa ile ambayo nitengeneza. Kwa hiyo nita click hapa, alafu nitakuja moja kwa moja kwenye desktop. Na ukija kwenye desktop unaikuta ndio hii hapa hii. Tunaibonyeza. Tuna click. Kitu cha muhimu cha kuhakikisha, hakikisha taarifa zako za jina zinafanana na kwenye cover. Kama hapa nimeandika Makandi TZ na kwenye jina langu ni hivyo hivyo, jina la wimbo nimeandika ni vile vile kwa herufi ndogo, havijapishana. Alafu kwenye cover kusio kuna mambo mengine, sijui logo ya YouTube, sijui logo ya Spotify, hawawezi wakaipokea. Kama unavyoona cover yangu jinsi ilivyo empty, na yako inatakiwa hivyo hivyo. Isiwe na vitu vingi hapo katikati. Baada ya hapo, mimi nita click next. Hapa naomba sasa ni upload audio.
ambao hapo kabisa wanakupa vielelezo kwamba hizi audio requirement inatakiwa iwe ni wave au FLAC. Umeona? Hiyo na kuanzia 16 bytes na kila kitu studio zote wameziweka hapa. Kwa hiyo tutabonyeza hapa kwenye browser audio. Tukishabonyeza hapa tunakuja tena hapa kwenye desktop pale pale. Tunakuja tunaitafuta ni hii hapa. Hii. Tuna click open. Hakikisha nyimbo yako kabla hujaja kuupload kwanza umeitest ili ujue kwamba hii ndio yenyewe. Hizi ndio hatua ambazo ukizifuata digital platform yeyote ile wanatumia system hii. Kwa kama unavyoona hapa tayari iko ina upload ile audio yangu. Tulisha upload cover, tulisha upload majina yetu ya msanii, tulisha upload pia audio yako inaenda, kwa tunaelekea kuifikia dunia. Wewe mwenyewe msanii hata kwenye simu unaweza kupata application ukafanya kazi zako. Kama unatumia laptop unafanya kazi bila shida yoyote. Hata kama kiswaswadu cha mkopo kile smartphone cha mkopo unaweza kufanya hii kitu na ukafanikiwa. Issue ni simple. So upoteze hela kwa kuwapa watu ambao wanakusumbua. Nyimbo ni zako, kazi ni zako, nampa mtu hela na bado baadaye anaanza kukuzungusha kukupa mapato yako. Unaweza kupitia video hii ukajifunza na ukafanya wewe mwenyewe. Kama unavyoona hapo inaenda asilimia zinahesabu, ina upload audio yangu. Sijui umenielewa? Twende na mimi mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Usipoelewa katika hii video hii, sidhani kama utaelewa katika video nyingine. Na kingine, Watanzania wengi tumekuwa tusemi hivi vitu. Wengi tunavijua au wale ambao tunavijua wachache tutaki kuambia na wengine. Hapa tayari nimemaliza kuupload. Nikiplay utasikia. Ya ndio hiyo nyimbo. Kwa hapa kuna hatua zingine hapa mbele natakiwa niziongeze na kuja hapa. Nabonyeza hichi kialama. Nikija kwenye hichi kialama wananiuliza hii nyimbo imetoka mwaka gani? 2026 ndio mwaka ambao imerekodiwa. Hapa kwenye vision hapa unaweza wamekwambia unaandika vision au unaacha option. Kwa mambo kama sio mengi achana nayo. Usiandike mambo ya vision sijui ni acapella sijui ni achana nayo. Ni sio lazima. Sawa? Ukija hapa pia kwenye SRC sio lazima pia ni option achana nayo watakucorrectia wenyewe automatically. Ukija hapa wanakuuliza does this track contain any singing, rapping or other vocal, kwamba hii track ulioupload ina maneno. Wanataka wajue sio umeupload beat tupu. Una click yes, ina maneno, ina maana ni vocal zimeingizwa. Haya maneno yaliyoingizwa ni lugha gani? Mimi waga napenda kuandika tu Swahili, labda naandika Swahili. Ya hii hapa na click Kiswahili sababu mimi nimeimba Kiswahili. Tunashuka hapa chini explicit content, kwamba wananiuliza je, huu wimbo wako una lugha ya matusi? Hii nyimbo yako ina lugha ya matusi? Ndio hapa kuna sehemu ukibonyeza hapa ina maana nyimbo yako ina lugha ya matusi. Bro, wataireview afu baadaye watakataa kuiupload. Ukibonyeza hapa kwamba ni clean vision, ila kuna nyingine inakuja hiyo na matusi, itakuwa ngumu kuiachia. Kwa sababu nyimbo yako imeimba vizuri, hamna matusi, unakuja tu hapa kwamba hamna maneno machafu. Ukishabonyeza hapa automatically, mimi kwangu iko automatically. Alafu na click next. Umeona? Ukisha click next, unakuja sasa hapa lyrics requirement. Kama mimi ningekuwa nimeshaandika zile lyrics nimeziandika kwa pembeni, ningezikopi nikazipaste hapa. Kwa hiyo nyimbo yangu imeenda kwenye Spotify kabisa na maneno, lakini kwa sababu sina, naachana nayo, so vitu vyangu hivyo. Nakuja hapa wapi? Naachana nayo sababu sijaandika lyrics. Nabonyeza tu hapa next. Umeona? Tunakuja sasa hapa. Wanaangalia track details zangu. Msanii ni Makandi TZ, nyimbo ni That's Good. Track hii ni original sio cover. Kama ni cover unabonyeza hapa. Wanakuambia utoe maelezo. Hiyo cover ya nani vitu fulani, lakini mimi sababu ni nyimbo yangu original nabonyeza tu hapa kwenye original. Content ID. Hapa ndo sehemu ya muhimu sana. Ukiwasha hii content ID, na huu ndo umuhimu wa kutumia digital platform za kulipia. Zile za free hawana hivi vitu. Lakini hizi za kulipia nikibonyeza hiyo content ID itakuwa inafanya kazi ya kuscan automatically mtu yeyote aliyeupload nyimbo yangu kwenye digital platform yoyote na kumpa copyright. Kwa hapa ndipo masuala ya copyright yanapotoka. Kwa mimi nitaclick tu hapa. Pap. Na iwasha hiyo kudadadeki. Wewe ukiupload nikiupload ngoma yangu, alafu ukaja ukaiupload baadaye wakiiskani, wanaishusha. Ni hapa kwenye content ID. Umeona? Baada ya hapo nakuja sasa hapa ni TikTok start time. Kama kule TikTok inapoenda ianzie dakika ngapi? Kwa mimi nitaiwasha hii. Nikishaiwasha hii nitakuja hapa nitaselect, nitachagua nataka ianzie kwenye mambo ya challenge. Sasa watu wa TikTok hapa nitaplay nisikie. Unapenda pesa we. Narudi hapa nyuma nisikie. Left. Narudi kuna sehemu napataka. Umo. Nataka nianzie labda hapo, si ndio? Nataka nianzie hapo. Na itakuwa na urefu wa dakika 1. Kwa baada hapo na click hapa next. Inaenda. Ikishafika hapa
inataka sasa ni hadi wale watu ambao waliperform, kama kuna watu walimba back vocal na nini na nini, na waweka hapo. Mfano kama hapa hadi performance, yani watu ambao walishiriki katika hii ngoma. Kwa hapa naweza nikaadi labda nani, labda back vocal. Umeona? Nikiadi back vocal na hadi back vocal, alafu na select kwamba huyu back vocal ni nani, back vocal na jina la kwanza waga ni Makandi on the drum, sababu kila kitu nafanya mwenyewe. Ila wewe kama mtu alifanya back vocal unaweza kumweka hapo. Na ukimweka hapo, kumbuka kwenye makato kule tutakata. Baada hapo na click add. Inakuja add production and engineer role. Hapa ndipo sehemu ambapo sasa nyie waga mnapigwa vibaya mno wasanii. Kwa hapa kama mtu anakufanyia distribution, ikifika hii sehemu anajaza majina yake yeye. Kwamba producer atajaza jina lake, kwamba sijui mtu alifanya kwa nini kila kitu details zile muhimu anajaza yeye. Kwa hiyo distributor yako katika ule mgao ambao hela zinakuwa zinatoka, anachukua mpaka hela ya mtu ambao aliingiza back vocal, anachukua hela ya mwandishi na kila kitu. Lakini sasa ukiwa unajua, wewe unajaza mwenyewe hizo details hapa. Kwa hapa anasema add production and engineering role. Kwa hiyo nitakuja nitabonyeza hapa, click labda mixing engineer. Sawa? Mixing engineer jina ni nani? Ni Makandi on the drum. Si ni mimi jamani. Nitakuja hapa, inakuja sehemu nyingine, aliyeandika huu wimbo au composer. Composer ni nani? Composer ni huyu ni Makandi on the drum. Click add. Umeona? Kwa sababu Makandi on the drum na Makandi TZ ni mtu mmoja. Hapa inakuja sehemu ya kusema royalty split. Kwa hiyo hapa sasa kwenda kwenye kugawa mafao. Umeona? Kama mimi nilikuwa ameproduce mtu mwingine, ningeclick hapa kwenye add, nikamuadi yule mtu na hela zake zingekuwa zinaingia huko. Ila kwa sababu ni mimi Makandi TZ, na click hapa tu finish. Umeona? Kisha nakuja hapa tunabonyeza hapa next. Tukishabonyeza hapa next bwana, inatuleta hapa sasa. Je, unataka ngoma yako ipatikane digital ngapi? Mimi niliclick zote hapa. Nikajaza zote kwamba ipatikane katika digital platform zote. Na ngoja sasa nikuonyeshe. Nyimbo yako itapatikana Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Tidal, sijui NetEasy, sijui Nudi, itapatikana Amazon, Agami, itapatikana Palotani, sijui Pandora, itapatikana Boomplay, itapatikana SoundCloud, itapatikana pia Listen, sijui. Hizi ni zote hizi distribution mpaka Audiomack, huko kote nyimbo yako itaenda. Facebook, Instagram, TikTok, kote huko itaenda. Baada hapo nataka ipatikane katika nchi ngapi? Mimi niliclick nchi zote, yani nchi zote ambazo zinafikika muziki wangu ziende. Kwa nchi zote nyimbo yangu itakuwa inafika. Hapa wanasema enable store signs. Ina maana nikiclick hii hapa, nyimbo yangu itakuwa inaingia kwenye zile digital platform bila kuanza kuniuliza kwamba unaruhusu tuingie kule au nini na nini, na tunabonyeza inaenda. Tukija hapa bwana, kuna sehemu ya kusema nini? Hapa kwenye release timing. Kuna hii ya kwanza imeandikwa release as soon as possible. Alafu kuna hii nyingine imeandikwa release select a release date. Hii release as soon as possible ina maana mimi kama nimerekodi nyimbo yangu nataka kesho itoke, nikibonyeza hapa mara moja wataitoa. Umeona? Lakini nikiselect hii ya chini inabidi niweke siku, ni select siku ambapo hapa nakwambia unaweza kaweka siku angalau kuanzia tarehe 4 Juni. Umeona? Kuanzia wiki moja na ndo nyimbo unaweza kuwa umeiachia. Lakini ukiselect hapa as soon as possible hapa. Ukiselect hapa as soon as possible hapa, nyimbo yako wanaipitia ndani ya masaa 2, ndani ya masaa 3 wanaiachia, inatoka digital platform zote. Nimefanya review na mimi ndio jinsi ambavyo naachia. Kama na haraka kuachia nyimbo kama hapa, nikibonyeza hapa, baada ya masaa 2 nyimbo yangu tayari inakuwa ishaachwa digital platform zote. Kama nyimbo inakuwa haina ukakasi na kama unakuwa umejaza zile taarifa kama mimi nilivyozijaza. Lakini ukitaka kama nyimbo yako ichelewe kutoka, ufanye sijui challenge ya TikTok kwanza, kipindi unaandaa kufanya promotion, unaweza ukaselect hapa na ukachukua tarehe ambayo unataka nyimbo yako itoke, ikatoka. Na hii ndio nzuri kwa ajili ya kufanya hizi distribution kwa kulipia. Ukiwa unafanya for free, ina maana watakwambia ndani baada ya wiki 3, alafu nyimbo inaweza kukaa mpaka mwezi. Mimi ni muhanga wa hizo digital platforms za free, nishazitumia na zimenikost sana. And that's why huwa nakuja tuna release hapa, release as soon as possible, haraka iwezekanavyo. Ukishapitia nyimbo yangu ukiona kwamba haina makando kando, iachie iende duniani. Sijui umenielewa? Ndivyo jinsi ambavyo huaga ninafanya. Kwa baada hapo na click hapa next. Nikisha click next, wanakuambia pitia taarifa zako kwa mara ya mwisho, review, konta, angalia. Jina la wimbo ni That's Good. Umeona? Ukiangalia hapa na kwenye cover vimefanana. Sawa? Msanii ni Makandi TZ. Hii nyimbo ni single release, ni nyimbo moja. Umeona? Inaenda kwenye store 28.
Umeona, kwenye majukwaa ya 28 ya muziki. Itazifikia nchi 250 duniani kote. Na nimeweka kwamba iwe release as soon as possible. Baada ya kubonyeza hivyo, nakuja nabonyeza hapa kwamba nimelizika nayo. Taarifa zote ziko sahihi na submit. Sio, umenielewa? Na baada ya kuwa nimesubmit hivyo, wananiambia kwamba nyimbo yangu tayari imetokea hapa kwenye dashboard, kwamba nyimbo yangu hapo ishakuwa received, wameshaipokea. Hapa sasa yako kwenye review. Wakimaliza review hapa itatokana iko delivered, inaachiwa katika digital platform zote inakwenda. Hii ndio njia rahisi ambayo wewe unaweza kaitumia katika kufanya digital platform wewe mwenyewe. Lakini pia kama ulishaye kufanya kazi na mtu mwingine akakuwekea nyimbo zako katika digital platform alafu zikapotea, akangangania account, kuna namna unaweza ukafanya ukasajili kama hii account yako mpya kwenye digital platform nyingine, alafu unajia kufanya unazichukua zile nyimbo unazihamishia huku na zinahama bila shida yoyote, na mmiliki unakuwa ni wewe 100%. Ndio kitu ambacho huwa always mimi napenda kukifanya. Kwa hiyo kwa kupitia video hii yenye dakika 20 na kadhaa, na imani wewe pia unaweza ukajua jinsi ya kufanya digital platform distribution wewe mwenyewe pasipo kumpa mtu wakati, kwa sababu hapa unakuwa unafanya kazi wewe na mmiliki wa website. Lakini ukinitafuta mtu ambaye anajiita distributor kufanya distribution, ina maana unakuwa ni wewe alafu unamlipa mtu afanye kazi na hawa huku, ambao na yeye pia kwenye mapato atapata, ambao ni kitu ambacho sio kitu cha lazima kukifanya. Kwa hiyo nadhani kupitia video hii wewe pia utakuwa kuna kitu umekipata. Na nadhani kama ni cha muhimu kimekujenga, hakikisha una subscribe hapa, kwa sababu madini kama haya ni ngumu sana mtu yeyote kukupa isipokuwa mimi. Always napenda vitu vizuri ambavyo navifahamu na nyie pia mvifahamu, and that's why nikivipata na share na nyie. Hii ndio jinsi ambavyo unaweza kufanya music distribution katika digital platform zote. Kama kuna sehemu unakwama katika kufanya malipo ya distribution, unaweza kanitafuta kupitia YouTube hii, kuna namba zangu katika description kule, ukachukua kanitafuta WhatsApp nikakuelekeza. Lakini hii ndio namna nzuri ambayo unaweza kufanya digital distribution wewe mwenyewe. Very easy, very simple. Mimi naitwa Makandi on the drum. I sound vizuri. Hey, I go by the name Makandi Boy, Makandi on the drum. Thanks for watching and bye bye.